Tukitoka Burundi kuna program nyingine ambayo inaendelea katika nchi zingine, na makongamano yetu ambayo ya Afrika Yote kwa Yesu yanakusanya watumishi mbalimbali ambao wenye wito ambao kutamani kutumika kimataifa, ambao waliitwa na Mungu. Haijalishi ni mwimbaji wa gospel, nyimbo za injili, mtu anakaribishwa katika Afrika Yote kwa Yesu. Haijalishi ni mwinjilisi, ni nabii, ni mtume, ni mchungaji, mtu yote ambaye anakaribishwa, ambao mtu anajisikia kwa ajili ya kuweza kumtumikia Mungu. Na lengo ni kwa ajili ya uamsho ndani ya Afrika. Mungu ana jambo kwa ajili ya watoto ambao wa Afrika. Sasa huu ndio muda mwafaka wa waliopo hapa mbele zetu waweze kujitambulisha kwanza first, afu baada ya kujitambulisha na waweze kusema kidogo dhumuni la sisi kuwepo hapa na kuweza kuitisha waandishi wa habari, na tuweze kupata muda wa waandishi wa habari kuweza kuuliza maswali. Asanteni sana. Karibuni. Asante. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Solomon. Natumika kanisa Sabaoth Church kwa mtoto wa Prophet of Jesus Joshua. Niko coordinator wa Afrika Yote kwa Yesu, na sasa tunapokea mama Nabii Neema wamefika, na tunamshukuru Mungu kuona jinsi amefika salama. Asante mama, karibu na kujitambulisha. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu ninaitwa Neema Matthew Mariango kutoka Tanzania, Dar es Salaam. Tumekuja tu kwa jambo moja ambao kwa ajili ya kongamano la Afrika Yote kwa Yesu. Na mzee, kwa majina yangu naitwa Pastor Isaac kutoka nchini Tanzania. Nimefika Burundi na wakaribisha sana kwenye kongamano kubwa la Afrika Yote kwa Yesu ambalo linaanza leo tarehe 7. Tutakuwa na siku 3 kubwa. Karibuni sana na wapenda sana. sawa, asante sana. Karibu mama. Shalom, shalom. Na mimi kwa majina naitwa Victorine Amose, mwimbaji katika nyimbo za injili, na shiriki katika kanisa la Valley de France, na tuko katika hii kongamano ya Afrika Yote kwa Yesu. Tunawakaribisha nyote, karibuni wapendwa katika Kristo. Nina imani ya kwamba mtabarikiwa kwa nyimbo, mtabarikiwa kwa neno, na Mungu awabariki. Asante sana. Tuseme asante sana, na nadhani kila mtu atakuwa ameshasikia, hususan waandishi wa habari. Kwa bila kupoteza muda, tungependa coordinator aweze kuzungumza kwa uchache tu mdogo, ili waandishi wa habari waweze kupata maswali watakayouliza kutokana na mzunguko huu wa mkakati huu tunaenda kufanya. Asante. Tunawashukuru tena. Mike. Tunawashukuru tena. Kama jinsi nimewaambia, mimi ndiye coordinator wa Afrika Yote kwa Yesu, na tuko na kongamano kubwa sana ya kimataifa. Tumepokea watumishi kutoka Tanzania na mengine mama mwenyewe atatueleza. Tuko na mkutano siku 3 kuanzia leo Ijumamosi kesho, na sasa kesho asubuhi tutafanya pia semina ya watumishi wa Mungu, kwa sababu maono ambayo mama Nabii Neema anayo ni kwa sababu ya makuhani. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amefanya agano na makuhani. Sasa kuna kile ambacho Mungu amemtengi zaidi, mtayasikia hapo yale ambayo Mungu amemtuma mtumishi wake aweze kufika katika nchi yetu ya Burundi. Haya, karibuni sana. Asante sana. Nitoa asante sana kwa uchache aliweza kuzungumza. Na waandishi wa habari, tunatoa maswali ni 3 tu yasiyozidi tafadhali, kutokana na muda na harakati za hapa na pale, maana mama yetu bado angaliki na msafara mwingine ama angaliki na jambo lingine analokwenda kufanya. So muda ni kwa waandishi wa habari waweze kuzungumza. Karibuni na karibisho. Naam, bila kupoteza muda, mimi na swali langu la kwanza, naitwa Juma Jux kutoka Isaac TV na kutoka FTV. Swali langu la kwanza ni kwa nini kwanza tuseme karibu mama yetu kuweza kufika nchini kwetu. Tukukaribishe sana. Jisikie uhuru, sababu si ni familia, si ni kitu kimoja. Swali langu la kwanza ni kwamba kwa nini umeamua huu mkutano kuufanyia nchini kwetu Burundi?
kipi haswa kimekupendekeza wewe kufanyia mkutano nchini kwetu Burundi? Na swali langu la mwisho ni kwamba mkutano unaitwa Afrika, yani kongamano la kimataifa Afrika yote kwa Yesu. Tumeelewa kuwa ni kongamano la kimataifa Afrika yote kwa Yesu. Je, ni Burundi tu ama ni Kongo ama ni Rwanda ama ni wapi? Tutegemee na nchi zingine zilizopo? Asante. Amina. Nimefurahi kwa swali lako ambalo ni nzuri. La kwanza ambao unasema ni kwa nini imekuwa tumeweza kufanya kongamano hili katika nchi ambayo ya Burundi. Naweza nikasema ni Mungu ndiye ambaye alikusudia ili tuweze kufika katika nchi ya Burundi. Kama Mungu angekopo hajakusudia tusingeweza kufika, lakini ninajua lipo jambo nzuri na Mungu anawapenda wote ambao wanaoishi katika nchi ya Burundi, na ndio maana ameweza kututuma tuweze kufika katika nchi ya Burundi ili tuweze kufikisha kile ambacho Mungu aliweza kuwa ametuagiza katika kongamano hili ambalo la Afrika yote kwa Yesu. Na lengo haswa ni kuhusu watumishi wa Mungu hapa kwa mafuta. Na jambo lingine ambalo umesema kuwa manake je ni Burundi tu, ma conference haya yanafanyika Burundi? Hapana, Afrika yote kwa Yesu manake ni network ambayo manake inayotembea dunia nzima. Kwa hiyo manake si kwamba labda inakuwa naishia hapa tu Burundi, hapana. Tukitoka Burundi kuna program nyingine ambayo inaendelea katika nchi zingine, na makongamano yetu ambayo ya Afrika yote kwa Yesu yanakusanya watumishi mbalimbali ambao wenye wito ambao wakutamani kutumika kimataifa, ambao waliitwa na Mungu. Haijalishi ni mwimbaji wa gospel, nyimbo za injili, mtu anakaribishwa katika Afrika yote kwa Yesu. Haijalishi ni mwinjilisi, ni nabii, ni mtume, ni mchungaji, mtu yote ambaye anakaribishwa, ambao mtu anajisikia kwa ajili ya kuweza kumtumikia Mungu. Na lengo ni kwa ajili ya uamsho ndani ya Afrika. Mungu ana jambo kwa ajili ya watoto ambao wa Afrika. Kwa sababu Mungu ameikumbuka Afrika. Kwa ndio maana Mungu ameweza kututuma. Ni vitu vingi, yani Mungu aliongelea kuhusu mambo ya kanisa, na Mungu akaongelea hata kuhusu mambo ya nchi. Kwa maana yake ni mambo mengi tu ambayo yapo katika Afrika yote kwa Yesu. Nadhani wale ambao watakaohudhuria katika kongamano hili ambao katika nchi Burundi watasikia kila ambacho Mungu alichoweza kunituma katika Afrika. Na then Mungu alisema utatembea katika Afrika yote, alafu then nitakutuma hata kwenye mataifa mengine. Kwa maana yake hili sio kwamba ndio kongamano ambalo letu la kwanza, hapana. Hili ni kongamano ambalo la 5 kwenye nchi ambayo ni nchi ambayo ya 5. Na ambako unaona mpaka nafika hapo mimi waga namuuliza Mungu. Mungu akiniambia kuwa nikishatoka kwenye nchi fulani, namuuliza Mungu ni wapi tena ambapo napotaka niweze kwenda. Kwa Mungu akiniambia nenda nchi fulani, ndio ambapo naponipasa niweze kwenda katika hiyo nchi fulani. Kwa hiyo tunawakaribisha hata mtu kama unaimba gospel, unakaribishwa kujiunga katika Afrika yote kwa Yesu ili kuweza kutembea pamoja nasi katika dunia nzima. Mimi ni Samia Joshua kutoka media ya Prophet of Joshua. Niko na swali lingine nataka kuuliza. Tumesikia mnatoka Tanzania, unaweza kutuambia mnatoka Tanzania sehemu gani, na hivi mko na watoto, mko na familia, mnawezeshwa aje kuacha familia yako mnazunguka Afrika yote? Swali la pili, swali langu la pili ni hili, mlizaliwa mkoa gani? Kiufupi unaweza kutuhadithia maisha yenu? Okay, asante kwa swali zuri. La kwanza ambao unasema kuwa maana yake tuna watoto, na inakuwaje tunawezaje kuweza kuacha familia alafu kuwa tunatoka Tanzania maeneo gani? Sisi tunatoka Tanzania Dar es Salaam. Najua Dar es Salaam kila mtu ambaye anajua jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tunatoka Dar es Salaam kabisa, ndio ambako mahala ambako tupo. Kwa upande wangu mimi nimezaliwa Tanga. Nimezaliwa Tanga. Kwa hiyo ndiko mahala ambako nilipozaliwa. Lakini manake Tanga nilizaliwa, lakini nimekulia katika jiji la Dar es Salaam. Na then unaposema swali lingine ambao unauliza, je, manake tuko na family? Tuko na family, tuko na watoto ambao watatu.
na mume wangu ni huyu hapa. Kwa hiyo jambo ambalo la kuweza kusema kuwa inakuwaje tunaweza kuwa tukaweza kuacha familia, ni wito ambao upo, ambao uko ndani mwetu, kwa sababu hatuwezi kuangalia kwa sababu watoto itakuwaje. Hapana, sisi tunachotaka ni kutimiza kile kitu ambacho Mungu alichoweza kutuitia, kwa sababu tunajua hata watoto ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu, na hata kama tukaendelea kukaa nao, sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Ambao anaweza kuwalinda ni Mungu mwenyewe, lakini sisi ambao tunatamani ni kufanya makusudi ya Mungu, kwa sababu neno la Mungu nasema ni wakati ambao kuitenda kazi yake kabla ni mchana. Kwa Mungu ametupatia nafasi kwa hali yoyote, na tupo tayari kwa nyakati zinazofaa na wakati ambao hazizofaa. Na ndio maana unaona, nadhani mnaelewa, kuna mambo ambayo yametokea katika nchi yetu mpaka kufika hapa, imekuwa maana yake kuna hali ambayo tumepitia sana njiani. Ni Ebeneza tu, lakini Mungu nikamwambia Mungu, ninaelewa kuwa kuna kitu gani tokea mwanzo tu, kwa najua kama kuna jambo gani litakayotokea, na nielewe kutoa hata unabii kwenye Facebook yangu, nikamwambia kuna 1 2 3 hivi na hivi. Nikamwambia sasa, je, Mungu inakuwaje sasa kwenye kusudi? Je, ina maana kutokana na hizi purukushani ambazo zinazoendelea, je, nisiweze kwenda kwenye kongamano? Kazi yako isiweze kufanyika? Nikamwambia Mungu, nahitaji ikifiki hiyo tarehe, mimi ninachohitaji nataka niweze kwenda kufanya kazi yako. Hakuna kitu chochote, hakuna mimi nitachojua, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kuzuia kusudi lako isiweze kufanyika. Ashukuriwe Mungu, ameweza kufanya na tukachukua hatua, ingawa ni kwa moyo mkuu ambao ingekuwa utatakikana kwenye hali, maana yake tusiweze kutoka. Na kuna baadhi ambao wengine watumishi wameweza kuzuiliwa mipakani, hawajaweza hata kuweza kufika, wamekatazwa wasiingie. Lakini Mungu wetu sisi ametusaidia. Ili lengo ni kwa ajili mimi, kiu yangu ni nifikishe kile ambacho Mungu alichoniagiza, kwa sababu natamani kukomboa wakati haumsubiri mtu, bali lazima uweze kwenda na wakati. Si kwamba labda majira yanarudi nyuma, hapana, majira yanakwenda mbele. Kwa mimi katika maisha yangu huwa natamani kuweza kusonga mbele, na huwa sitamani niweze kuona labda kuna kizuizi chochote ambacho kinachonizuia kwenye kusudi la Mungu. Ni hali labda vizuizi kuhusu maisha yangu ambao unahusiana na mimi, lakini kwenye upande wa kusudi la Mungu huwa sitamani, kwa sababu nampenda Mungu, nimejitoa kwa Mungu, nipo tayari kwa ajili ya kufanya kusudi la Mungu. Ambo degree niko na masters. So, niseme asante. Kama kuna swali la mwisho ili tuweze kumaliza. Asante, naitwa Jandao kutoka TV. Nilikuwa na swali kama 2 aidha 3. La kwanza taelekeza kwa uongozi wa kinyumbani hapa kwetu. Huenda tulikuwa tunasubiria kwamba labda Prophet Joshua angekuwepo kuja kumkaribisha mgeni, lakini hakuweza kupatikana. Shida ni nini? Ili watu ambao watatazama hii video wasitafsiri tofauti, labda kwamba alipuzia au labda mkuaji. Na swali langu la pili ni kwa mama. Kwanza karibu nyumbani. Asante. Nitoe sana pole kwa Tanzania kwa sababu ni nyakati ngumu ambazo ziko kule, tunaelewa. Sasa swali langu ni moja, huenda kuna watu wanaweza complain kwa sababu ni binadamu, kwamba kwa huu muda Tanzania inawahitaji sana, kwa sababu ni watu wa kauli ya mwanadamu mbele ya Mungu sana kuliko. Kwa sasa Tanzania inawahitaji sana, lakini mmesimama mkasema hapana, tunaenda kufanya nyakati nzuri na Warundi. Unaweza kuzungumziaje mtu ambaye anataka akawaza tofauti na hili? Na kuhusu kesho, aidha kuanzia leo, watu ambao mtakuwa pamoja hapa Burundi kwenye kongamano, wategemee nini kutoka kwako? Asante. Nadhani kabla sijajibu nianze mimi au anze coordinator wetu. Okay, ngoja mimi niweze kujibu kwenye upande wa kwangu mimi. Swali ambao unaosema kuwa ni kwa nini tuko hapa? Na kwa sababu maana yake kwa majira haya nchi yetu inatuhitaji. Ni kweli nchi yetu inatuhitaji.
lakini hata kama ningekuwepo mimi siwezi kuilinda nchi yangu. Umeelewa? Manake watu ni wa Mungu. Kwa manake wanalindwa na nani? Na Mungu. Kazi yangu mimi kama kuhani ni kwa ajili ya kupeleka maombi kwa mbele za nini? Za Mungu. Na ninaamini ilikuwepo ni vitu tu vimepita tu, ni upepo umepita, lakini nchi yetu tunaipenda na rais wetu tunampenda sana na viongozi wetu tunawapenda. Kwa hiyo tulikuwa tunajua ni mambo mengine yalitokea tu, lakini hayatotokea. Tunamwamini Mungu wetu, ni mtetezi wetu, hawezi kutuacha katika taifa letu. Kwa hiyo niko hapa, lakini maana yake ninajua na Mungu yuko pamoja na taifa langu. Na unaposema swali lingine unasema ni kwa nini niko hapa katika nchi ya Burundi. Nipo katika nchi ya Burundi, naipenda nchi ya Burundi. Haleluya. Kwa nini? Maana yake ni kongamano ambalo kesho wategemee Mungu atawatendea mambo makubwa. Kwa sababu lipo kusudi Mungu ambao wenye shida mbalimbali watapata majibu. Wakati ambapo nipo nakuja, Mungu akaniambia kuhusu kitu kimoja. Akaniambia kuhusu ile unasema kuweza kuondoa. Amen. Kwa maana yake Mungu atenda kuondoa vile vitu ambavyo vilikuwa vinawatatiza katika maishani mwao. Atenda kuwapatia majibu. Haijalishi labda kuna kitu gani, haijalishi mambo ya ndoa, haijalishi labda kuna watu wanahitaji kuolewa, yani whatever, yani kila kitu ambacho unachohitaji, tegemea kwenye conference hii lipo jibu lako ambao Mungu atenda kukujibu. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru kwa swali ambalo unaloniuliza. Nashukuru kwa swali ambao unaoniuliza. Kama jinsi niliwaambia, mimi ni pastor na mimi ndiye ambaye ninaongoza kamati ya wapasteri ndani ya kanisa la Sabaoti. Na kumbuka neno la Bwana Yesu amesema, anayeniona mimi amemwona nani? Ameona Baba. Prophet of Jesus Joshua ni baba yangu, na kama mimi niko hapa maana yake yeye. Na maandalizi kwa gisi mimi ndiye ambaye nina coordinate mambo yote, na yeye pia nimempangia kwa sababu mimi ndio ninashimamia mambo yote. Naambia mzee, wewe utawasubiri wageni hapa, mimi naenda kuwachukua wageni, kwa sababu kwa huu muda mzee yuko anatumika kwa madhabahu. Yeye kwanza yuko anachochea moto. Unajua kama ni madhabahu ya kinabii na atapokea ni nabii. Sasa tena ni nabii wa kimataifa, lazima nabii ndio ampokee pale kwa madhabahu. Sasa na mimi kama mtoto wa nabii ndio maana nimekuja kumpokea huku ili nimfikishe mikono ya nabii. Mungu akubariki sana. Niseme asante sana kwa wote, asante sana kwa kuweza kufika, hususan waandishi wa habari kuweza kufika hapa siku ya leo. Na Mungu aweze kuwabariki sana. Tungeweza kuwaruhusu waheshimiwa ili waweze kuendeleza zingine ratiba. Tumetamani tuwaulize maswali mengi ila muda hawezi kuruhusu. Abandi baranezerwa kugeza aho banywa n'inzoga. Japokuwa mechi hiyo Nuko iyo match ambao wamefunga bashoboye gutsinda. Kesho kuna uwezekano Ejo binashoboka wakafungwa. Bagatsindwa. Ila sisi hapa ariko twebwe hano tunamcelebrate Mungu. You are the most celebrated. Yes. You are the most celebrated.
urarenze kunezererwa. Wewe pekee ndio watu wanashangilia. Niwe wenyene abantu bashobora Hizo shangwe hazitasimama. kandi ibyo ntibishobora guhagarara. Maana leo shangwe za Joe Biden haziko tena Amerika. Kuko impundu z'uko ziri Amerika. Na shangwe za Donald Trump hazitakuwepo pale nyuma ya miaka minne. Impundu za Donald Trump nizisoma inyuma Na y'imyaka. shangwe za Sarkozy zimempeleka jela hazikuendelea. Impundu za Sarkozy zamutwaye mu igereza cy'amandanije ariko Yesu. Lakini Yesu. Tunamsherehekea hapa. Na tunamsherehekea kule. Unaweza kukaa. Murashobora kwicara. Unajua masaa yetu hayaturuhusu Amasaha yacu ntabwo atwemerera. kutokana na safari ilikuwa ndefu kwa ajili ya wageni wetu. Bivanye nuko urugendo rwari rurerure kubw'abashitsi bacu. Tutakuwa na muda kesho. Tuzogira umwanya ejo. Nataka mwambie mwenzako kesho. Shaka ubwira uri imbere yawe ejo. Mwambie mwenzako kesho. Uri hafi yawe ati ejo. Leta ndugu zako wote. Zana inshuti zawe zose. Leta rafiki zako wote. Zana abagenzi bawe bose. You know, tomorrow it's gonna be fire. Ejo bizobara umuriro. Sasa nasema ya kesho. Ndavuze ivyejo. Juu ya leo nataka kwanza kuyajionea hapa. Kubera yuko ivyuno bose ngoba nangure kuvyibonera. Na sijaona kama kuna watu wako tayari kupokea